Sasa ile kitu nataka kusema mimi kama mimi baba Mutegi ama baba Peter, nasema mama Karo ajue mimi sio mjinga bila nafikiria, na ndio nilikuwa nakataa kuongea na mambo ya Peter akiwa amelala amejisahau. Tunaelewana? Sasa nimeongea, nimeona Peter ameinuka, na ndio nilikuwa naongojea siku kama ya leo. Ajue siku kuwa mjinga, nilikuwa naongojea siku kama ya gani? Ya leo. Kama ya leo, niambie Wakenya wazi. Juu Wakenya ndio wanaweza amua, hata Kinyakaragua amue. Urafiki yangu na hao ni kali na nimewapenda sana. Kwa hivyo mimi nimewapenda na nimewapenda. Urafiki yangu na Karago na Jagua na wale wengine ni kali. Hata Wamatagi nilisikia alikuwa huko nani, mimi nimesema urafiki yangu na hao watu ni kali. Nimeomba msamaha kama nimewasamea ama nimefanya mambo mbaya kwa hao watu. Tuko sawa? Yeah, tuko sawa. Kwa hivyo hata Rais mpendwa Ruto, hiyo ujumbe alikuwa amefikisha kwa mtoto yangu, hiyo gili 300 niliona ikiwa imebebwa na mkono hivi, nimemrudishia shukrani mara 100. Aendelee kufanyia Wakenya hivyo na Mungu atambariki zaidi na Mungu atamuonekania. Tuko sawa? Yes. Yeah. Okay, auntie, kuna kitu unaweza kuongeza? Kwangu hata nimeshtuka sana. Sikuwa nafikiria brother yangu alikuwa amenyamazia mambo yenye inamfinya hivyo vyote na atuambii. Nimeshtuka sana. Mimi ningesema tu ningetaka kuambia wananchi na nawashukuru sana ya kusimama na Peter. Kitu kingine hii inaweza tu muelezea tu Karo vizuri. Ajua huyu ni baba yake na heshima sio utumwa. Ajua huyu ni baba yake na huyo mtoto amebebwa 9 good months na mama yake, na tuko na uchungu sana. Ajua vizuri sana hadi amebeba mtoto miezi 9. Anajua venye wazazi kabla huyo mtoto afike hapo, anajua venye mzazi anapitia kulea mtoto hizo miaka zote. Sio rahisi. Sisi kama mimi kama aunti yake, mimi niko na uchungu kabisa. Mimi sikuwa nafikiria brother yangu anapitia hiyo mambo yote. Can you imagine? Mtoto ni wako, huna access na kwenda kuona mtoto wako. Ukienda kuangalia mtoto wako, unawekewa block. Na ile block unawekewa ni block ya matusi, kufanyiwa madharau,